ukizimia, ukikata moto siku ya matatizo. Ndio mimi unasema kukata moto. Ukikata moto, ukizimia siku ya matatizo, maana yake nguvu yako ya kustahimili jambo ni chache au ni ndogo. Iko hivi, nitoe mfano tu. Msinielewe vibaya, nitoa mfano kupitia mpira. Juzi kulikuwa na mechi moja naangalia. Sasa timu zilikuwa cheza mbili, moja ni ndogo, nyingine ni kubwa. Sasa mimi nikamwambia jamaa wangu Mekanaosi, nikamwambia hawa jamaa hawa wadogo watafungwa tu. Kwa sababu gani? Uwezo walionao hawa jamaa wa upande wa pili ni mkubwa. Na wanaweza kustamili muda wa dakika 90 bila kuchoka. Akaniambia usikane. Walifungwa goli dakika ya za nyongeza dakika ya 4. Zimeongeza dakika 5, goli ilifungwa dakika 4 za nyongeza. Maana wamekimbizwa mpaka wakachoka, wakashinda kuvumilia. Goli likafanyaje? Kwa hiyo mwambie mwenzako tamani kuwa na nguvu za kudumu. Mwambie tena tamani kuwa na nguvu endelevu. Bwana asifiwe sana. Sasa hem tuangalie faida chache tu, faida kama 6 za mtu mwenye nguvu za kudumu. Jambo la kwanza ni kuvumilia changamoto. Changamoto zikitokea za ukuta bado nguvu ipo. Kwa uwezo wa kuendelea bado upo. Ni rahisi kupita katika changamoto hiyo kama nguvu ya kutosha iko ndani yako. Ndio kile baba askofu alikuwa anasema juzi kwamba unaweza kuomba masaa 3 mfululizo bila kupumzika. Akasema kama uwezi, anza risali moja kwanza. Anza nusu saa. Afu nenda risali moja, ongeza nusu saa, masaa 2, nenda 3. Je, tukisema tuanze kuomba sasa hivi kuanzia sasa hivi saa ngapi? Hii ni saa 2. Tuombe mpaka saa 6, unaweza mpaka saa 6? Je, hiyo nguvu unayo? Kama hauna hiyo nguvu, maana utakosha njiani, utaanza kusinzia kwenye maombi. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Mgeukie mwenzako, mshike mkono, mwambie tamani kuwa na nguvu za kudumu. Mwambie kuwa tamani kuwa na nguvu endelevu. Haleluya. Kwa hiyo huyu mtu atakuwa na uvumilivu juu ya changamoto zote atakazokutana nazo. Ndio aliyesifiri challenges. Jambo la pili, faida na mabadiliko. Mafanikio ya muda mrefu. Huyu mtu atakuwa na mafanikio ya muda mrefu. Unajua, ukifanya jambo lako kwa muda mrefu kutumia nguvu, ukaenda nalo mwaka wa kwanza, ukaenda nalo mwaka wa pili, mwaka wa 3, kama hauna nguvu ya kutosha, maana yake utarudi nyuma. Mimi nishanitokeaje? Kwa hiyo unajikuta unarudi nyuma, unashindwa kuendelea na lile jambo ulifanya kwa nguvu ile ya mwanzo. Hiyo nilikuwa naongea na praise. Nikamwambia hivi, hakikisheni tunapoanza wimbo, nguvu ulioanza nayo uhakikishe unamalizana nayo. Kwa sababu ukianza kwa nguvu afu uko mbele ukaishiwa, maana yake kule mbele hatupati kitu bora kutoka kwako. Tunataka kuwa na nguvu ya kutosha ili tufike mwisho salama. Bwana asifiwe. Hakikisha una nguvu ya kutosha ili ufike mwisho salama. Sio unaisha katikati kwa sababu nguvu zimeisha. No. Kuwa na nguvu za kudumu mpaka mwisho, mpaka itokee. Bwana asifiwe sana. Jambo la 3, kuweza kukabiliana na matatizo. Matatizo yakitokea ni rahisi kwa sababu nguvu ya kutosha unayo. Kuna mtu mmoja alipewa aombee pepo. Aombee mtu mwenye pepo. Akaanza. Alipoanza
kama sekunde 30 akapigwa kofi na yule mtu mwenye mapepo. Alafu akaondoka, leo tunasema siomi tena. Siomi tena na mimi sitakuja. Bwana asifiwe sana. Je, yanapotokea mambo una nguvu ya kustahimili? Unaweza kukabiliana na matatizo? Ndio maana tunaposema tumeokoka, sema kweli umeokoka na umtafute Mungu kweli kweli. Kwa sababu yanapotokea mambo tunahitaji kuona unapita nayo mambo na mafanikio na matokeo yaonekane. Jambo la 4. Amani ya ndani, ndio tumesema inner peace. Amani ya ndani. Unapokuwa na nguvu ya utendaji wa jambo, ukilifanya kwa uaminifu na likafanikiwa, moyo wako unakuwa na amani. Ndio ile point nilizungumza kule kwenye jambo la kwanza. Amani ya ndani inakuwepo kwa sababu unajua nguvu ninazo za utendaji. Hamna kitu kibaya kama unaenda mahali alafu ujiamini kama unafanya kile kitu. Unakosa amani kabisa. Ila kama unajua uwezo wa kufanya hili jambo ninao. Nilienda juzi mahali kufundisha kwa ibada fulani. Sasa mimi nikaenda bila kitabu. Sasa nilikuwa kisahau nikafika njia sasa hivi kwenda rudi kwetu. Maana nilikuwa naenda Moshi. Nimefika Bombo. Sasa nisahau kitabu nisema nitafanyaje. Lakini kwa sababu najua kichwani kuna kitu. Sikuwa na mashaka. Kwa sababu najua hata bila kitabu naweza kufundisha wale watu. Kwa hiyo unakuta amani ya moyo ipo, ya ndani ipo kwa sababu nguvu ya utendaji wa lile jambo unayo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo utamani kuwa na nguvu ya kudumu. Kwa sababu yanapotokea mambo ni rahisi kuyashinda. Jambo la 5 tumalize. Ustahimilivu. Ustahimilivu. Bwana asifiwe sana. Mungu anakusaidia sana mtu wa Mungu. Na tusaidie sote kuwa na ustahimilivu. Hauwezi kuwa na ustahimilivu kama nguvu haiko ndani yako. Ni ngumu sana. Huwezi kupita mahali rahisi namna hiyo, haiwezekani. Lazima uwe na power ya kutosha. Lazima iwepo nguvu ya kutosha ndani yako. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Jambo la 6 na la mwisho. Mwelekeo bora. Mwelekeo bora. Mtu mwenye nguvu ambayo haikatikatiki njiani, nguvu endelevu, nguvu ya kudumu, mwelekeo wake unakuwa katika njia sahihi. Upande mmoja, hauendi pembeni. Akisimama na jambo, linakuwa jambo hilo mpaka linaisha kwa ubora sahihi. Bwana asifiwe sana. Kama una nguvu na tangatanga, hebu nenda kwa mchungaji Menja nione atanisaidiaje. Hebu nenda kwa kamanda nione kwaje. Hebu nione mama Basha atanisaidiaje. Ndio wale watu wana mama makanisa ovyo ovyo. Mbona hapa hamna upako? Mbona ende kwa naniliu? Mbona acha mambo rafiki yangu. Acha mambo ise. Mtamani Mungu na nguvu zake na neno lake. Itakusaidia sana kukaa mahali pamoja. Kwani shindikana nini? Mimi juzi niwapa watu mfano, sio kwa niaba ya ngome, sio kwa niaba. Waimbaji na wanamuziki asilimia kubwa hawakagi sehemu moja. Hiyo isitakikana jamani. Si ukweli? Hasa sisi tuliosoma muziki hata mtu umetoka chuoni hivyo. Hawezi kazi. Ashukuriwe Mungu, mimi kama mwaka wa 10 hapa ndio. Bwana asifiwe sana. Sio kwamba ni rahisi, sio rahisi. Maana yake lazima umejizatiti. Maana yake hiyo ni roho inafuatilia watu kupanda kumtoa mtu kwenye leni. Na mara nyingi sana hao watu hawana baba wa kiroho. Yaani yeye kila mtu ni baba. So, mimi naongea waimbaji. Inawezekana ukishatambua Mungu amekuita kufanya nini. Ukishajua tu hiyo, rahisi sana. Kwa nini nimeshindwa kuona naelewa? Mimi ningesema ndio ningeondoka mpaka baba anajua. Mwaka wa kwanza ule nimekuja mimi naelewa, ningeondoka naelewa.
Hiyo kanao ni mengi. Nimesema mengi hapa, mengi yamesemwa, lakini haya maneno yanakupeleka wapi? Aliyekuita anasemaje yeye? Anasema mwanangu endelea. Hapo hao watu wako chini ya Mungu. Aliyekuita akisema endelea, usonga na Bwana, achana hao watu. So kama ni swala la kuondoka, watu tumeondokaga. Lakini aliyetuita anasemaje? Kwa mimi huu ni mwaka wa 10 niko naendelea. Kitu ambacho watu kama sisi tunatoka shule ni ngumu sana kukutana shule. Ngumu sana. Hata wengine hata miezi 7 hawakai. Tusiondoke kanisani wa ibada. Tumtumikie Mungu kwa sehemu moja. Baraka ziko madhabahuni nyumbani. Kama una nyumbani kubarikiwa ni ngumu. Yaani mtakatifu unashangaa hata mambo hayaendi. Na ndio maana waimbaji wengi fuatilia sana. Waimbaji hata wakubwa maisha yao sema zuri. Fuatilia tu. Hata baraka sio mafanikio tu. Baraka zenyewe hamna, mafanikio hamna. Fuatilia uone. Utakuta naimba hapa kutoka hapa na daiwa. Madeni kama yote anataka kama tu. Yuko tunafanya event mahali pale. Sikujua ni pastor mmoja ya ajabu sana. Ikabidi nisikitike kwanza nikamwambia Mungu usaidie waimbaji. Kwa hiyo tujue Mungu aliyetuita anasemaje. Akisema jambo mwanangu endelea. Songa mbele kwa Bwana. Bwana asifiwe sana. Tusimame tumshukuru Mungu. Baba katika jina la